nimeona kuna vita vitatokea. Katika maono yangu nimemwona kinyonga na kijana kutoka katika koo nyingine ambaye amejitolea kupambana na kukilinda kijiji chetu. Kumuona kinyonga kwa imani yetu, hiyo inamaanisha bahati mbaya. Na wenda kuna balaa ikamkuta chifu. Hii ni ishara mbaya sana. Chief Gaya, nimeona vita vikitokea katika maono yangu. Hali ni tete mno. Baadhi ya wanakijiji pamoja na kijana Kola wamejitolea kupambania kijiji hiki kwa hali na mali. Chifu wangu, wewe wasasi wako nini? Tutapambana kwa kila hali, kwa kila namna, kwa ajili ya kukulinda chifu pamoja na himaya yetu. Kaka, mimi naona bora ujisalimishe katika mikono ya chifu, la sivyo tutauawa. Mwasi, una akili wewe? Wewe kwa akili yako ukijisalimisha mikononi mwa chifu, unahisi ataniacha? Kaka, utaishi kwa kujificha mpaka lini? Mimi naona bora tu ujisalimishe. Au unaonaje? Wale tayari washakuwa maadui zetu. Na mimi nimeshajitolea kupambana kwa ajili ya kulinda kijiji hiki kwa hali na mali. Ila kwa kuwa wao lengo lao ni kunikamata mimi, naomba mtu yote akikupeleleza kuhusu mimi, funga mdomo wako. Usimwambie chochote kuhusu mimi. Nenda. Sawa. Siku zote wewe na kaka yako mnajifanya mnajua sana. Sasa kama mnajifanya mnajua, basi inabidi na sisi tuwafundishe kwamba watu wanajua. Usinifanye chochote. Hili swala la nyinyi kuondoka katika kijiji si la leo wala jana, miaka 2 imepita. Lakini hamtaka kuwaelewa. Kuna watu ambao wanastahili kupata msamaha, lakini si kwa watu kama ninyi ambao mnakuwa wapingaji. Sidhani kama mnastahili msamaha. Hey, tanza mimi nanyi pia mtafuatiwa. Hapana. Mimi ndo Kabali. Naanza mimi. Sasa. Kabali. Kalota. Ili limesa. Kama nilivyosema, tanza mimi nanyi pia mtafuatiwa.
Siza. Una nini? Nifuate. Siza, mbona sikuelewi? Nifuate. Pole sana Kola kwa hiki kilichotokea. Huu ni ukatili na haupaswi kuukalia kimya. Lakini unamjua msababishaji wa haya yote? Ndiyo, ni baba. Baba yako huyo hapo. Umefuata kitu gani? Inahuzunisha. Alikuwa binti bora na mwema. Sijui ni kitu gani kimetokea au kwa sababu gani. Hilo swali unajiuliza wewe ama nijiulize mimi? Kwa hiyo mimi ni Mungu? Mimi ni malaika? Kwamba nijue amefariki kwa sababu gani na kwa nini? Usinifanye mimi nionekane sina akili. Wewe una ujasiri gani wa kuzungumza na chifu maneno kama haya? Yaani chifu amkuja kuani msiba afu namtolea maneno machafu kama haya? Kama una mashaka yoyote, basi hiyo kazi sio kazi yako. Hiyo ni kazi ya mahakama ya jadi. Sikizeni niwaambie. Hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Na ukitaka kuruka siku zote lazima wagane na nyonga. Na giza linapozidi kuwa zito, unajua kupambazuka kuna karibia. Ondokeni, mnashanga nini? Hivi, unajua kilichomkuta Mwasi? Mwasi? Mwasi yupi? Mdogo wa Kola? We, kitendo alichofanyiwa hakikubaliki kabisa. Hapo ndo shida inapoanzia. Ni nani atakayemvisha paka kengele? We, tuachane na hayo. Tusije tukaonekana na sisi ni panya wenye mabaka. Hivi, hapa kijijini kwetu hakuna wanaume mashababi wa kupindua uongozi huu. We, kwa chifu gani? Huyu gani? Historia ya kizazi chake ni makatili mno. Kwanza tuishia. Sauti zetu zinafika mbali. Tusije tukashindwa kuiona kesho. Nahitaji vijana wangu wote wakiwa wazima, asiwepo hata mmoja aliyedhurika. Wamesaini. Wote wazazi wao wamesaini. Wewe shida yako si ni ardhi? Wasubiri hapo.
Kuna mzee mmoja amepita hapa miaka kadhaa iliyopita, amefanana sana na wewe. Alikuwa anatafuta makazi mapya. Huyo ndio alikuwa baba yako? Kwani ni nini kimemfika mzee huyo? Huyu mzee aliuawa na Chifu Gaya, ila inavyosadikika siku moja utakuja. Manabii wetu walivyotuambia, wewe ndiye utakaye kuja kuwapatia uhuru watu wetu.